Lakini sisi tuna safari ya kwenda wapi? Mbinguni. Bwana sifa sana. Ni safari. Ni safari kuu. Hapo lazima kujitokeze majuto. Hapo lazima kutokee shida. Hapo lazima tukutane na mambo magumu. Bwana pewe sifa. Amina. Lakini je, tunapokutana mambo magumu ndio wakati wa kukata tamaa na kurudi nyuma? Ndio wakati wa kumwacha Mungu? Haleluya. Lazima tutambue kwamba tunaye mwamba atoae maji ya uzima. Bwana pewe sifa. Wana wa Israeli wakanungunika. Wana wa Israeli wakalalamika. Wakamwambia Musa, sasa tutakufa kwa sababu hatuna maji kwenye jangwa hili. Hatuna sehemu ya kunywa maji. Musa akasema ni kweli. Musa akainua macho yake akamwangalia mwamba utoao maji ya uzima. Akamwambia, Bwana, tazama watu hawa, yani bado muda kidogo tu atanipiga nini? Mawe. Kwa sababu wananiona mimi ni muuaji. Bwana sifiwe. Hawamuoni Mungu tena ndani ya Musa. Wanamuona kama muuaji. Musa akatazama juu. Akamwambia Mungu akamwambia Musa, usiogope. Ile fimbo ile uliotoka nayo kule Midiani ukaondoka nayo mpaka kule Misri, hiyo fimbo, hebu pita mbele na waambie wale wazee umpite mbele. Halafu utakapopita mbele, njoo kwenye mwamba, piga kwenye mwamba, kuna maji. Haleluya. Ndio unapokuwa unafika sehemu unaviona vitu vipo, haujui kama pale kuna neema yako. Haleluya. Katika changamoto, katika wakati mgumu ulionao, katika hatari ulionayo, hapo ndipo kuna baraka yako. Hapo ndipo kuna neema yako. Bwana pewe sifa. Mimi nimekuwa nikiangalia sana. Kuna ndoa zinazokuta watu wana misukosuko sana. Si sawa? Watu wana misukosuko sana. Zile ndoa huwa zinaenda mpaka wanazeekeshana. Lakini kuna zile ndoa za my sweetie, yani wangu umechelewa, mimi nilikuwa nimekusubiri sana, umechelewa. Wale kazi wamesikia kimeisha. Wanasema wao. Amen. Wanasema sana. Kwa hiyo usiogope kuingia kwenye wakati mgumu. Yupo anayeweza kumaliza kiu yako. Yeye anajiita mwamba utoao maji ya uzima. Wanasema sana. Ndipo Mungu akamwambia piga kwenye mwamba huu, maji yatatokea. Watakunywa mpaka watasahau. Musa akapiga kwenye mwamba. Alipopiga maji yakaanza kutokea. Watu wakaanza kunywa. Kila mtu akasahau shida aliyokuwa nayo. Wengine wameshasema warudi Misri. Wengine wameshasema wewe Musa mbaya. Wengine wameshasema wewe Musa unataka kutuua. Lakini kila mtu akasahau kama alikuwa na shida. Ndivyo Yesu alivyo. Sasa ndivyo Yesu alivyo. Mambo yako yote ukiyaelekeza kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo atatengeneza. Yesu Kristo anatengeneza. Yesu Kristo anafanya jambo mpaka utashangaa. Wanapewa sifa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kuna mtu mmoja tuko pamoja. Kuna mtu mmoja ninaelewa hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini acha nikwambie hivi. Usilaumu kupita kwenye wakati mgumu. Isipokuwa muangalie Yesu Kristo. Yeye ni mwamba utoao maji. Bwana Yesu pesa. Usilaumu. Acha mara. Funga mdomo mara. Haleluya. Muangalie Yesu. Simama na Yesu. Bwana pewe sifa. Simama na Yesu. Acha nikwambie. Yesu akatembea. Alipofika katika kisima kilichoko.
Akasema wakati ule wa kuhubiri watu, akaja mtu mmoja mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa na wakati mgumu, haolewa akamaliza, alikuwa na wakati mgumu. Sasa Yesu akamwona yule mwanamke amekuja kuteka maji. Wakati anamwambia teka maji nipe, yule mwanamke akasema mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi, hatutangamani. Maana yake Wasamaria na Wayahudi walikuwa na mabwana. Unasikia sana? Walikuwa na mabwana. Yesu akasema hapana. Ungelijua wewe kuomba maji ni nani, wewe ungetangulia kumwomba kwamba nataka unipe wewe maji ya uzima. Wewe unawezaje kuchota haya maji? Una kitekeo na kisima ni kirefu. Hiki kisima hata Yakobo alikunywa maji haya. Wewe na hiki kisima ni kirefu. Na sisi tumechimbia hiki kisima. Wewe unasema unaweza kuyapata maji na yapataje? Akasema sikiliza, hayo maji unayoteka leo, kiu haitachelewa kuja kwako tena. Bwana sifa sana. Haleluya. Haleluya. Hapo nataka nikuonyeshe ufunuo. Nataka kuonyesha ufunuo. Unaweza kutafuta amani kutumia akili zako. Ile amani haitapatikana, hata ikipatikana itakuwa ni muda mchache tu. Bwana tumesa. Kuna siku moja nilikuwa nikiongea na mama mmoja. Yeye alileta kijana wake hapa tunaomba. Kijana wake alikuwa mchanganyiko akili ameuka kidogo. Kumbe mama ndo ana imani ya kuwa ana imani ya kwenda kwenye maombi. Halafu mwanaume ana imani ya kwenda kwa kienyeji. Sasa nikawapokea hapa. Huyu anaenda kwa baba wa kienyeji. Akitoka kwa mama wangu wameniambia aliyemfanya hivi kijana wetu. Sasa inabidi tupambane. Mungu ati wewe kuomba tu wanatumia sana. Ilipofika mida ya usiku akamwambia mimi nataka kijana wangu nimpeleke kwa baba kienyeji. Kule watakuwa na nafasi ya kuambia mapepo tulia, sisi tule nini? Tule hela ya baba. Lakini sio mnamtaji taona tena anapanda juu. Wanatumia sana. Kwa sababu ambaye anaweza kumaliza shida hiyo ni Yesu. Sasa ndipo akasema pote na pote. Pote na pote basi. Pote. Akamchukua. Akampeleka kule. Tena bali hapo. Wakapoza. Baada ya mwezi miwili yule kijana yakapanga tena nyumbani. Nikasema huo mziki mtaucheza mpaka kesho. Yesu pekee ndiye anayeweza kufungua. Amina. Ndio maana Yesu akamwambia hivi, wewe haya maji ungeniomba maji ya uzima ambayo ukianywa hautaona kiu tena. Pepo kama taondoka hata utamwona tena. Bwana Yesu asifiwe. Sio akasema sawa. Nataka hayo maji sasa. Akamwambia leta, nenda kamchukue mume wako. Akasema hapana, sinaye. Na hata nilie naye huyu ni watano. Akasema umesema kweli. Oh haleluya. Oh haleluya. Maana tangu umejifahamu kuwa wewe ni mwanamke wa kutaka kuolewa, hujawahi kuolewa. Bwana sifiwe sana. Acha nikwambie. Yesu ana uwezo. Amen. Yaani Yesu ana uwezo wa kuhamisha pepo. Lakini Yesu ana uwezo wa kumaliza jaribu ulionayo. Yesu ana uwezo wa kumaliza shida ulionayo. Kinachohitajika ni nini? Musa aliambiwa piga kwenye mwamba hiyo fimbo. Hebu angalia ndani yako una nini? Wanasifiwe. Angalia ndani yako na nini? Kama yule mama aliona ndani yake hajawahi kuingia kwenye imani pamoja na kuabudu. Akajua, akatambua anahitaji msaada. Alipotoka hapo akaenda
kuambia watu wengine, kuna nabii ameniambia mambo yangu yote. Bwana sifa sana. Watu wakaanza kukimbia, wakakusanyika wote. Hiki ndio nitakwambia hivi. Ile fimbo nataka leo nikwambie, yamkini ni imani. Unganisha imani yako kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo. Simama kwenye imani. Tulia kwenye imani. Bwana sifa sana. Simama kwenye imani.